Wewe twende bwana, acha kushindana na mimi. Acha kushindana na mimi. Mama. Huyu na mudu mwache aje. Sasa huu muda wa shule anaenda? Kwa mimi sina akili, sijui kama ni muda wa shule. Kuna kitu anaenda kunisaidia. Mama, sema tunaopishana mimi na hem subiri. Sema tunaopishana mimi na wewe. Sema tunaopishana mimi na wewe ni hapo hapo. Wewe, nilikwambiaje kuhusu shule? Nakuuliza nilikwambiaje kuhusu shule? Mama, hemu acha. Kama wewe mambo yako yalishindwa kwenda vizuri, sasa hizi tumekuwa tunajitambua. Mwache aende shule. Masa subiri hapa. Nimekwambia kuna kitu nataka kanisaidie. Kitu gani wakati mimi nipo? Matatizo ya kike unaweza kanisaidia wewe? Matatizo ya kike kwa nini usimsubiri atoke shule akusaidie tatizo lako? Na kama anachelewa? Anachelewa saa 9 sio mnatoka nyi. Kwa hiyo shule bora kuliko matatizo yangu. Mama nakufuata shuleni unakubali unatoka. Wewe ni mchawi eh? Mama mimi hilo siwezi kukuelewa, nikuweke wazi. Kwa hiyo utanisikiliza au unataka tushindane? Sasa kwenye kuhusu huyu shule tunashindana. Siwezi kusikiliza. Nisikilize. Nyumbani kuna mgeni. Mbona uelewi? Sawa. Yaani mgeni wako wewe akamtoa mdogo wangu shuleni mama. Sisi vitu tu tunazungumzika na mbona nipata tuzunguke kitu chochote kati tunazungumza. Mama amebaki masaa mawili. Dakika 2. Hebu sawa. Yamebaki masaa mawili. Hapana. Wewe. Mnaenda shuleni na wewe. Dakika 2 bwana, mwache mtoto. Dakika 2 anarudi shuleni. Siwezi kukubali sasa nimekwambia. Rudi shuleni wewe. Takataka wewe. Muone macho. Shamba yule. Tena wewe nimekwambia kabisa nataka usome. Mama wewe mwenyewe unajua. Familia nzima hakuna msomi. Sio wewe, sio baba, sio mimi. Wote tunaunga utafikiri bilinasi. Kwa hiyo umenikopesha hela. Na maana wewe unamuuza mdogo wangu. Nimesema namuuza mimi? Kama unamuuza si unaongea hapa. Si unaongea na kusikia? Nimesema namuuza mtoto. Wewe tema mate chini wewe. Uwezi ukasema nimekukosesha hela. Wewe tena nenda shule wewe. Huyu mpumbavu. Shule. Kwema lakini. Huko baba si kwema kabisa. Sio kwema, sio kwema, sio kwema. Hujamkuta? Nimezalilika mimi. Haujamkuta shule? Mtoto wangu mwenyewe. Ni mzee mwenyewe mtu anipangie cha kufanya. Nachoka. Baba nimezalilika katikati ya watu. Pole mimi. Mtoto wangu ananitishia mimi eti ndakuua. Ndakucharanga mapanga. Kisa kisichaka ambaye naye mwenyewe ni wa kwangu mimi. Martha huyu au nani yale? Kaka sijui kakuta bangi za wapi, sijui kazioga leo. Hajawahi hata siku moja hajawahi. Ila leo kanizalilisha. Ila mwanao naye ni msumbufu. Aibu nimeipata mimi. Sasa mama itakuwaje? Ayo. Usilie mama. Usilie. Nakosa hela mimi sasa, nakosa hela. Mungu wewe. Sasa baba, tufanye kitu kimoja. Anarudi saa 9. Anarudi saa 9 shuleni. Akirudi tu saa 9. Lazima muonane leo. Inawezekana ukakosa usingizi. Ukikosa usingizi hela utapateje mwanangu? Sisi tutaishije? Kwa tuna amani. Nikadhalikaje mimi barabarani kwa watu. Sawa. Tutakutana. Halo. Wewe nenda tu basi, sija kukukuta. Nenda tu. Akija hapa sija kutuvuruga wote. Wapi babangu? Inaonekana anakuja huko.
anakuja, amempeleka shuleni anakuja. Sasa hivi nenda tu, nenda. Mama basi sawa. Haya baba, karibu usindikize mwanangu. Sawa. Karibuni. Asante sana. Naona mmekuja na mgeni leo. Karibuni sana. Asante. Mama, ujio wangu mimi nadhani utakuwa mwenyewe unautambua. Ndio. Mimi nataka nifanye hili swali wewe nipe tu taratibu, nimchukue mwenzangu niondoke naye. Maana nimekuwa nikihangaika sana kuhusu mwanangu. Hapo kwenye kuhangaika baba tunahangaika wote. Wewe mwenyewe shahidi. Pilika nimeenda hapa, nimetoka huku, mara nimeenda shuleni, mara si nimemfuata watu. Wote shahidi. Tunahangaika wote. Mimi na wewe lengo letu ni hilo. Moja, mimi na wewe tuna mali yako bwana, hata usiwe na wasiwasi. Au unasemaje mwanangu? Sitaki kuolewa mpaka nimalize masomo, mama kaka kanikataa. Kwa mimi naongea, naona nikatisha. Yaani naongea vingine, naona naongea vingine. Umekuwa sasa, si ndio? Wewe. Baba. Mimi na mudu. Usiwe na wasiwasi. Swala kusoma haina wasiwasi. Mimi nitagharamia masomo yake, ataenda vizuri. Kwa sababu hizo si sababu ndogo tu za kiuchumi. Sawa. Atakaa kwangu lakini kusoma kama kawaida. Unaona wenye akili ya mambo ya dijitali siku hizi unasoma hata ukiwa nyumbani. Asante bwana. Mungu alikuleta kwangu alikuwa na maana. Sasa mama, nitasomaje nikiwa nimeolewa? Wewe. Huyu ana akili hapa. Amesema sasa hizi kidigitali. Kidigitali mnashinda mnapyatila pia. Umo unasoma wakati ushapika wale umeiva. Mama. Wala. Tukushindana na watu wazima, watu wamekuja sasa hizi zama zimeendelea. Mama, wakati tunaendelea kujifikiria. Baba. Chukua. Nachukua. Usiwe na wasiwasi. Asante. Baba. Asanteni sana. Nashukuru sana. Usijali baba, limeisha. Kwanza shule zenyewe ni za maana, basi wanaenda tu kupoteza muda, kazi nyumbani kimbao. Mimi mwenyewe mamake sijasoma, message ananisomea uongo. Na sijasoma, nimewazaa nyie na bado. Umeona nimekufa kisa sijasoma? Afu isitoshe mama. Samahani mwanangu. Pole. Malazi haya. Haya matatizo madogo wala msiwe na shaka. Kama kwa na amani kabisa. Sawa mama. Kwa hiyo mama, mimi naomba tu utanipa tu taratibu. Nije nikiwa nimejipanga vizuri, hapa tu nilishtukiza. Usijali mwanangu. Kile kitu kitawekwa sawa. Hapa tunaita kama ni wakipanga, wanishauri moja mbili tatu. Sijai kuozesha hata sijui wanafanyaje.
Sawa. Yaani kuwa na amani. Hayo madogo madogo kama nilivyosema wala msijali. Sawa baba. Basi chochote kitu niwachukulie hapo, hata kasoda, maji kidogo. Mama. Si tumepita tu ghafla. Kwa wewe wala usiwe na wasiwasi. Hamna baba, au hata maji kidogo jamani eti. Hapana mama. Mama si wake waende. Hivyo mtoto ukoje wewe? Toka kwanza kaniletea simu yangu. Toka kaleta simu chumbani. Masa nyanyuka nimesema. Baba, ngoja niwachukue hata vimaji kidogo. Mama wala usijali. Unahangaika na sisi. Hapa ni nyumbani, sitakuwa nakuja mara kwa mara. Sema ukijaga kwangu unakujaga kibosi. Yaani unakuja kitajiri, utaki maji, utaki soda, unagopa nini? Anaita nini magonjwa ya tumbo haya maji haya? Wanaiteje? Typhoid. Unaogopa mafodi hayo. Sisi matumbo yetu yamezoea tumuhimu ovyo. Na nikishamchukua huyu ni hapa nitakuwa nakuja kama nyumbani. Haya mwanangu, karibu sana. Usijali. Kwa na amani, karibuni. Matatizo madogo madogo tushirikishane, usiwe na shaka. Haina shida. Mambo ya ujenzi na vitu vingine wala hata usijali. Baba na ujenzi jambo dogo. Kwangu mimi mama, ni dogo sana. Sawa bwana. Nashukuru. Haya basi. Asanteni jamani. Ngoja basi. Niwatoe kidogo. Maana chakula si mmekataa. Niwasindikize kidogo. Sawa. Watu wasije wakajua watu wa benki wamekuja kuchukua hela zao za mikopo. Masa! Njoo bwana na wewe. Saki hicho kununisha ndugu yangu kitu gani? Na kuuliza kicho kununisha ni kitu gani? Afu mimi sipendi naongea kitu unanitumbulia tu macho. Mama mimi sitaki kuolewa lakini. Ndio kicho kufanya umenuna. Kama kununa ni kwa sababu ya hicho kitu, mwanangu wewe nuna. Nuna pasuka. Mama kwani usingesubiri kwanza? Nuna pasuka. Wamesema utakuwa unasoma kidigitali. Wewe hujui kidigitali wewe? Wamesema ni digitali. Unapika wali, ukimaliza wali unaiva mboga, umemaliza mmeo umemshughulikia, unakaa na simu yako unapiatila. Pole pole. A E I U. Wewe vipi? Unielewa sasa hizi namwambia kaka. Mimi nasema sitaki kuolewa, nataka kusoma. Cheki ni mtoto, unanitisha. Kaka yako atanifanya nini mimi? Kama yeye alinizaa, huyo kaka yako alinizaa mimi, anacha kunifanya. Ila kama mimi ndo nilimzaa yeye na wewe, unaolewa. Wewe ukanikosesha mimi bahati imekuja mpaka mlangoni kwangu ngenge, nirudishe nilikotoka. Una kichani ni wewe. Tena usijaribu kunipanda kichwani. Tutaona. Tunataka tushindane. Tutashindana. Yaani mama hela ndo zinataka kufanya wewe uniozeshe miaka ati nasoma. Kwa hiyo ukisema napata nini? Uko kusema kwenye sisi tunataka hela hizo. Mnasoma na bado mnaolewa. Mnasoma na bado mnabeba mimba. Kuna haja gani ya kusoma sasa hapo? Si bala uolewe moja kwa moja. Mimi baba yako alinichukua wakati nasoma. Tena kipindi kile ndo watu walikuwa wanasoma mwisho la 4. Unajua mwisho la 4? Kuja kuniambia mimi mama kusoma mpaka uje umalize, ukaenda sekondari umalize, utasikia nataka niende chuo. Nani wakusomesha mpaka chuo hapa? Kakako mpaka akusanya misumari ya jolojolo akagongelea kwenye vimbao huko. Wewe. Kazana. Usinipande kwanza mimi kichwani. Niende na kwenye chama. Saa ngapi? Saa ngapi nakuuliza bana, mbona unaletea kiburi? Saa 7. Saa 7 dakika ngapi? Saa 7 ina dakika 47. Saa 8 kasoro. Niende kwenye chama. Kisha nikatozwa faini. Tena bora walikuja watu wa watu maskini, ningetoa wapi mimi hela kwenye chama? Ndo ningezalilika. Kachochea marage. Hii hela naidunduliza. Kuwekeza kwenye chama. Yaani siku unayoipokea mvaa watu wanakuja kujionyesha tunapika kaubwabwa. Kakako hana hela ya kutupa tukapika ubwabwa, siku wanakuja watu kutoa mali. Hana. Babani mwenyewe alishakufa. Umaskini umetujaa tu mbe. Afu unasema usiolewe. Nyenyuka kachochea marage. Masada kubatua. Ukamwonyesha na mtu hicho kiburi. Aje akurudishe na talaka 3. Utanijua mimi ni nani? Kunguru mweusi wewe. Tena mimi siolewi. Saa 7 sasa. Umesema dakika ngapi? Masa. Mama 47. Niende kwenye chama mimi. Mama niletea habari zenu nyeusi mimi. Yala.
Una shida gani kushtuana barabarani? Nimekushtua sana. Pole. Umetoka wapi? Nimetoka sokoni. Nimekaa hapa nimekusubiri naona. Nikumbatie kwanza. Wewe. Yaani tunaanza. Jaribu kuelewa. Afu unajua mimi napigwa sana na kaka kisa mambo ya kusimama naye barabarani. Tunaanza upya. Tulipokuwa tumefikia sio vya kwanza nikumbatie unanisukuma. Wewe ungekuwa unanipenda mimi ungesubiri nimalize kwanza masomo. Kwa kuwa unipendi ndio maana unataka unikatishe mimi masomo. Afu swala la shule mimi nilishakuelekeza. Siku hizi ni ulimwengu wa dijitali. Watu wanasoma ma-ChatGPT, ma-TikTok. Hilo wala wewe usiwe na shaka. Unaweza ukaolewa na bado ukaendelea kusoma. Sawa? Wewe unajaribu kuelewa basi. Wewe unanipenda kweli mimi? Mimi nakupenda. Afu maswala madogo kwanza. Kwa nini unataka unikatishe masomo? Subiri nimalize shule. Wewe uweze kunisubiri mimi nimalize shule. Shule ndugu yangu nimeshakuelezea kwamba siku hizi twende kidijitali tu. Afu maswala ngoja basi. Haya maswala mengine madogo ya kiuchumi wewe usiofu. Sawa? Wewe mimi nimekwambia nina shida na hizo hela zako. Itakusaidia. Wewe naomba uniache. Chukua hii. Asante. Karibuni. Nashukuru. Mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Ndio. Nimekuja hapa kwa mujibu wa malalamiko ya mwanao, lakini si mwanao tu, mpaka kaka yake pia ashakuja kuniambia, lakini pia hata watu walikuwa wakiwashuhudia ambao anapokuwa na wanazozana mitaani kama mpeleke mtoto shule, kwamba wewe hautaki kumpeleka mtoto shuleni. Sasa mimi nimekuja hapa sasa kwa ajili ya msisitizo wa mtoto wako. Amenifuata nyumbani kwangu kuja kwako kunishtakia mimi kwamba kwa nini wewe mtoto haumpeleki shule na hali yakuwa nafahamu serikali ya Muungano wa Tanzania inakataza mtoto kutokwenda shule. Ndio mwenyekiti. Sasa kwa nini wewe haumpeleki shule mtoto? Nikisema niende shule anasema niolewe. Ndio maana nimekuja mimi hapa sasa. Kwa nini haumpeleki shule mtoto? Tupishe kwanza. Nimesema tupishe, watu wasema tuongee. Lakini hata akiwepo sio shida. Malalamiko yamefika baba, nimekusikia. Masa tupishe. Sasa tupishe. Sija serikali imefika. Salamu. Ndio niambie kwa sababu gani haumpeleki mtoto shule? Na unafahamu kabisa Mama Samia anapiga kelele kila saa, kila wakati, kila pahala kwamba mtoto wa kike lazima asome. Haya, rais mwenyewe ni wa kike. Mwafanya mdomo. Rais ni wa kike. Haya, katibu mtendaji wetu ni wa kike pia. Kwa nini unamzuia mtoto asome? Unasikia mwenyekiti. Sijajia haya. Nataka nipate kujua kwa sababu gani mtoto hasomi, na mnafahamu mtoto ni taifa la kesho, tena ni wa kike. Mimi najua ni wa kike. Anataka kusoma. Tuongee mimi na wewe. Tuzungumze. Usinifanyie hivyo. Sasa mimi nakufanyia nini? Usinifanyie hivyo tafadhali. Tuzungumze tu. Watu wazima, wote watu wazima. Kwanza mwenyekiti umeoa? Ndio nimeoa. Una mke kweli? Una mke? Mbona hata chunusi usoni ya kutumbui jamani mwenyekiti? Kwa nini mimi na chunusi? Lakini mimi kimekuja hapa kwa sababu ya kuzungumza habari ya mtoto. Kuelewa. Tuongea kwetu sasa. Mwenyewe unajua mjane. Ndio. Sijashughulikiwa. Sio usiku mbali muone wangu. Sijapata vitu vyangu. Ila ni wanaume sasa hivi kweli ni ndio kile. Si hapo kuna zile shule za watu wazima. Chapa jirani. Pole. Hata kusoma elimu ya watu wazima. Unakatazwa. Unafikia? Kwa shule.
Karibu ndugu yangu. Asante shoga yangu, nimeona sijakuona hapo huko kibize, sio kawaida. Kwanza bora umekuja mamangu. Nina mshono. Mshono gani tena ushoga? Shoga yangu nina mshono. Nipe mie mambo moto moto. Yaani sasa hata nianzie wapi ndugu yangu? Kuna nini tena shoga yangu? Bahati imekuja mpaka mlangoni kwangu. Ai. Bahati tena sio bahati ya kitoto. Mama yangu. Kwanza uliza bahati ya nini? Niambie shoga yangu, nikajua labda ushavunja vikoba huko mwenzangu nataka tutoke out leo au vipi? Wewe waza kikoba saa hizi? Sio kikoba. Kuna mtu tena sio mtu, kuna lipedeje. Mama yangu anakutaka wewe? Kama mama nitake lazi. Mimi bado nipo kwenye ujane. Acha nisherehekee ujane wangu kwanza. Anamtaka Masa. Masa si anasoma. Wewe yani wewe ndio unazidi kunichanganya. Hebu niambie shoga yangu, nieleze vizuri. Huyo baba anampunga. Wewe tufikiria mtu mpaka anakuambia ukiwa na shida ndogo ndogo hata ya ujenzi niambie. Ushaona ujenzi ni shida ndogo ndugu yangu? Sio ndogo. Sasa baba ndo ananiambia hata kama ni ya ujenzi nimwambie. Hapo shoga yangu kula shavu. Mozesha. Umeona Hapo mozesha. Umeona? Masa naye amengangana. Maana mimi nataka kusoma. Kaka amenikataza. Kaka amesema nisome. Kusoma. Wewe soma kwa wapi shoga yangu? Sisi wengine hatujasoma, hatuishi. Tumewazao wenyewe hao wanaendelea mpaka watu wanawatamani, si hatujasoma. Huyo baba anafanya kazi gani? Shoga yangu sijui. Na hata sitaki kujua. Muhimu kimekuja cha hapa. Haya nihusu. Unaweza kuozesha mtoto kutaja mbazi, lakini kama anaila muache tu aende atupunguzie shida. Usinitishe basi. Shoga yangu. Usinitishe. Mwache muozeshe shoga yangu, mimi mambo ya sale tena mambo ya vijora, mambo na ninapokujua wewe. Mimi tena mtunzo. Mbona mtaisoma? Maana mimi mmezoea mkija kwangu ni misiba. Mmekuja kwangu Jumamosi jumuiya. Na mimi sasa nataka niweke shughuli, nifunge hapo nje hilo liturubai nicheze, hela zote nilizotoa kwenye chama zirudi. Shoga mitunzo. Vitenge. Nani vitaka vitenge? Sitakosa shoga. Vyama hivyo vije kunipa hizo 200,000 Sitakosa. Sitaki mimi shoga yangu, nimekuja yani nimekuita wewe hapa. Wewe ndio utakuwa mshauri wangu wa kwanza. Hata usijali. Yaani kwenye mikakati mizima ya kuletwa posa, sijui kutolewa si ndo mahali hiyo. Wewe ndio utakuwa kipaumbele shoga yangu, usinitupe. Usijali tena shoga yangu, mambo ya mwiko. Ugeuza. Wewe, mbona una madogo? Cheleko. Sasa nimeshakwambia hizo habari ndio tubaki mimi na wewe. Ni siri yangu mimi na wewe, maana yeye nakujua. Wewe shoga yangu nisitangaze. Usimwambie mtu kwanza, tusubiri. Wasije wakaruga. Mambo yasijakaribika. Karibika katikati. Lakini shoga yangu unatakiwa uende ukatembee. Tena. Kaangaike. Ukafunge jicho la husda. Afu unajua una kitu wewe, unajua unaongea kitu cha maana. Unaongea kitu cha maana, sikuwaza. Jicho la husda shoga yangu. Mtoto wa mama nani pale ameolewa? Si yupo. Hata wewe mwenyewe kwani umeolewa, si yupo tu? Shoga yangu mimi mjane. Ujane miaka inaenda miaka 40 30 huko hapo. Hamna hata kusema shoga yangu, hata usijali. Tutalitoa jicho la husda. Na tamtu ani choko kuharibu shughuli. Mama, shikamoo. Yeah.